Siku zote kituona jua kwamba tumekuja kwa masuala la spoti. Siku zote niite presenter Cornelius Anzigare, jembe la spoti nambari 7 mgongoni. Pia usisahau shabiki ama mtetezi wa Chelsea. Nami ni Owen Kemei jezi. Hebu tunaweza anza. Anza tu. Owen. Nami ni Owen Kemei beki wa kushoto jezi namba 3 mgongoni. Nami ni Tepa mwana Manchester Papa Ida, na ukisikia ya mgambo ikilia jua basi tushadunda viwanjani hapa. Anasema kwamba tushafika viwanjani. Tushaingia sasa. Haya ni masuala ya michezo hapa kule. Wanasema kwamba lazima tukupe kila kitu ambacho kimetukia uwanjani. Lazima tufurahishe mshabiki wetu bwana. Unajua jana bwana tulitarajia makubwa. Tulitarajia kuona mabao zaidi yale ambayo tuliona. Tulitarajia mbwembwe zaidi ile ambayo tuliona. Lakini mambo yao kwenda vile tulikuwa tunatarajia. Lakini kwangu mambo ilikuja venye nilisema. Nilisema mechi hiyo itaisha kwa sare. Ulikuwa umesema itaisha sare. Lakini nilisema sare ya 2-2. Lakini kaishia sare ya 1-1. Unajua jana tulikuwa tumetamani, mimi mwenyewe nilitamani Bayern Munich ifuzu. Lakini kwa hivyo PSG imefuzu. Maanisha kwamba PSG imefuata mkondo wa Arsenal, wanaingia kule Hungary Budapest. Na ukikumbuka vizuri sana tukiwa kwa mjini wa jana nilikwambia kwamba finali itakuwa PSG dhidi ya Arsenal. Kweli. Na ukumbuke msimu jana ni PSG walitoa Arsenal kwa nusu finali. Msimu huu wameenda mpaka finali. Sasa nani atatoa mwingine sasa? Yaani walipiga Arsenal Uingereza, wakapiga Ufaransa. Ni hivyo sasa. Alafu ndio wamekutana na finali sasa. Na finali ujue tu PSG kichwa. Dembele. PSG kichwa. Unasema Dembele, Rovachela, Fabian Ruiz, Dizadue. So Arsenal hawana lao hapo. Hawana lao. So wewe kulingana na wewe ni kwamba usha confirm Arsenal kwa Champions League wasahau. Luere. Itakuwa kama mwaka 2006 jinsi ambavyo walikuwa wanacheza na Barcelona wakamaliza runners up. So hiyo yaenda kufanyika tena. Na ukiangalia jinsi ambavyo wali celebrate kufuzu kwenye finali ni kama walikuwa wamebeba kikombe bwana. Wanakimbia kwa uwanja ni kama wamebeba kikombe. Lakini huoni kawaida ya Arsenal. Position ni ngapi? Namba 2. Namba 2 ndio yako. Kawaida. Hiyo finali watamaliza tu kama runner. So leo tutakuwa naguzia Conference League na pia tutakuwa naguzia Europa League. Hata kwenda kwa upande tutakuwa naguzia mechi kadha tu, tutakuwa naangalia kuliendaje. Juma lilopita mwana Nottingham Forest alikuwa anapiga dhidi ya Aston Villa. Mwana Nottingham Forest alimpiga Aston Villa bao moja kwa mbaufe. Lakini Forest alikuwa nyumbani. Alikuwa nyumbani. Ina maana kuwa leo hii mwana Aston Villa inafaa aende arudishe mkono, lakini atakuwa nyumbani. Atakuwa anarudisha mkono. Ako deni lako nyumbani sasa. Ako Villa Park na ako na deni. Ako na deni ya bao moja. Sasa mimi naona kama Villa Park huenda akageuza. Aston Villa lakini si ya kuaminika. Ukiona Aston Villa kwa mechi 5 zilizopita ameweza kupata ushindi game 2 peke yake. Alafu kwa saidi ya Nottingham Forest kwa mechi 5 wameshinda zote 5. Sasa hapa Aston Villa hawana lao. Lakini nafikiria Morgan Gibbs alipata jeraha kwa game ya Chelsea. Sidhani kama atakuwa anacheza mechi siku ya leo, maana lakini jeraha haikuwa mbaya. Niona ameshonwa na unajua hakuna mchezo ambao unakuruhusu kucheza mpira ukiwa unatoa damu. Na kuna uwezekano kama atacheza ajizuie sana asipige kichwa. Na iwapo atapiga kichwa basi atakuwa anapata jeraha, huenda akadondoka na damu. Lakini pia akikosekana itakuwa pigo kwa Nottingham Forest. Lakini Gor Thiago hapo watafanya kazi. Vijana wako sawa. Lakini acha nikwambie kitu. Aston Villa Park. Usitamani kukutana na Aston Villa wakiwa Villa Park. Na Unai Emery ni kocha ambaye ana uzoefu. Na pia huyu coach wa Nottingham Forest. Huyu alitokea Tottenham. Alikuwa Wolves. Nani huyo? Coach wa Nottingham Forest. Alikuwa Wolves kabla hajapigwa kalamu. Alikuwa Wolves ndio akatoka Wolves akajiunga na Nottingham Forest. Ange alipigwa kitambo kalamu. Ange alikuwa amepigwa kalamu kitambo. Alafu pia Crystal Palace leo atakuwa nyumbani. Kwa na mwalika mwana Shakhtar Donetsk. Kondo wa kwanza walikuwa ushindi bao 3-1. Donetsk ndio wana deni. Donetsk ndio wana deni. Wana deni ya mabao mawili. Sasa walipigwa kwao. Kama mtu anaweza kupiga kwako kose kutoa kisu kamkimbiza. Kwanza kampiga. Unaenda kumtembelea kwake. Muda anakuja kwako anakupiga na kufukuza kwako. Unafikiria tena anakupiga mbele ya bibi yako. Bana tusikizane na tuambizane ukweli kwamba itakuwa kibarua kikubwa sana kwa Shakhtar Donetsk kugeuza matokeo yao. Kugeuza meza. Haiwezi. Mimi nasema kwamba Shakhtar Donetsk ipe win or draw. Lakini ushindi wao hauwezi ukawapeleka kwenye finali. Haiwezi. Yaani nasema kwamba watapoteza mchezo wao. Na labda tuseme ile umethali yenye wahenga walilonga akasema kwa mchezo kwao utunzu. Labda ikatokea leo.
Mbona Shakhtar hakutunzwa? Hatukatai Shakhtar Donetsk wana uzoefu katika hii mashindano ya Champions League, Europa League Conference. Lakini leo hii walikuja na overconfidence. Unajua overconfidence ni kitu kingine mbaya sana. Baadaye kuna kitu mjajua. Crystal Palace anapiga Conference League, sio? Na kwenye Conference League msimu ulio the second last. Second last nafikiria nimeeleweka. Season ni kabla ya Chelsea kubeba. Unajua nani alibeba? Alikuwa nani? Alikuwa mwana West Ham. alikuwa mwana West Ham. Alibeba walibeba wakiwa na Rice akiwa captain ya Agure aingia Arsenal. Msimu ambao umefuata timu ya Uingereza imebeba, imekuwa ni Chelsea. Tena leo msimu Crystal Palace yuko kule peke yake, si ndio? So Palace huenda akatoka na hiki kikombe. So tuseme Conference League ni ya Uingereza, inaona kwa Uingereza. Ya EPL sasa sijui itakuwaje. Kwenye na sio EPL nasema UEFA Champions League. UEFA Champions League. Itapia inaweza ikakuja Uingereza ikachukua mkondo ama ni vigumu. Conference inakuja London. Conference ni ya London. Because West Ham ni timu inatoka London. Chelsea London. Palace London. Unasema Conference ni timu za London. Timu za London. Nisisikie mtu akisema ni timu ndogo. Na mtanyamaza kikombe. Manchester huko ni Champions kikombe ni kidogo. Niseme kikombe ni ndogo. Chelsea bana waliongeza kabati yao. Kuna mtu anasema hiyo Conference League ni kombe ya kwaya. Unataka kusema timu hicho kikombe hata Arsenal hata ijui harufu yake. Unajua bana Chelsea niliwaambia is the only team ambayo iko complete in the world. Imebeba vikombe vyote ambavyo vimetolewa na UEFA. Hakuna kikombe ambacho kimetolewa na UEFA ambacho Chelsea haijabeba. So unasema ukizua msimu huu tayari washapema mataji yote. Wana kila kitu. Hakuna cha kuongelea. Haje tu hivyo wanataka. Kabati yao ilishajaa. Alafu leo bwana Strasbourg atakuwa anapiga na mungwana anaitwaje? Rayo Vallecano. Vallecano. Atakuwa anapiga na Strasbourg. Strasbourg alikuwa ugenini akipigwa moja bila. Trust me not, huyu Strasbourg usimwamini sana. Alikuwa amepigwa 2-0 kabla atinge kwenye nusu finali. Akageuza akakuwa 4-2. So leo hii tunapozungumza namba Strasbourg kitu. Sijui wewe lakini Strasbourg all the way kule Ufaransa hapatoki mtu. Na kama Strasbourg atapata na Crystal Palace kwenye finali, mtaniambia. Uende mageuzi ya London ikageuzwa tena. So London ni msimu huu atatoka bure. Strasbourg kama ataingia, akivuzu kuingia finali. Kumbuka alimpiga Palace kwenye makundi moja komba ufe. Sasa je, unawazia vipi? Mimi nakuonea hii. Kwa kama fan wa Chelsea, unajua Strasbourg na wana wa Chelsea wana ni moja. Kama naongea maana ni sister club, unajua bro, hao jamaa wacha nikwambie, timu ya Strasbourg Chelsea imebuild kuliko hata Chelsea yenyewe. Tumebuild sister club kuliko Chelsea. Angalia Ben Chilwell kule. Mechi ambayo anapiga ni very clinical game. Angalia huyu jamaa, kuna huyu jamaa anaitwa Dokure. Kuna jamaa ako kule bana anaitwa goalkeeper. Ni Mbelgiji. Ni cousin ya Thibaut. Anaitwa Mike Penders. Hiyo goalkeeper ni goalkeeper mzuri sana. Kuna huyu striker Chelsea imemnunua anaitwa Emega. Atakuwa anaingia Chelsea msimu ujao. Ako kule. Kuna huyu jamaa anaitwa Enzisco. Ametoka Brighton. So Strasbourg ni timu ambayo imebuild. Na kama atambadilisha Rayo Vallecano, Palace kubeba atahitaji nguvu zaidi ndio atoke na Europa League. Na Conference League. Lakini wao wanasema kwamba miujiza hufanyika kwa upande wa kandanda. Kweli. Miujiza hufanyika. Mende waangusha kabati. Sasa mnahisi vipi leo? Strasbourg anatinga finali ama anaongezwa adabu akiwa nyumbani? Kivyangu nadhani anavuzu finali. Anafuzu finali Strasbourg. Kivyangu Rayo Vallecano kichwa. Rayo Vallecano kichwa. Unasema anampiga kwao na mfuate kwake ampige na huko. Anampiga. Yeye mdarojina bana ile aliweza kufanyika. Lakini wanasema kwamba mchezo hautabiriki. Maana mchezo unaweza ukaanza hivi kama watu wawili wamepata red card. Kabisa. Nakumbuka mechi ya Chelsea na Manchester United. Tulitarajia mchezo mzuri. Mchezo ulikuwa umeanza vizuri. Lakini dakika ya kwanza ya 7 bana Sanchez amekula red. Imebidi bana nani ametolewa? Esteban ametolewa kidogo, Palma ameshuka kidogo, mchezo ukadofika. Hapo morali imekuja nayo yote inakuwa ishapotea. Inaisha. So tunasema kwamba kama mechi itapigwa vizuri, nampa Strasbourg. Hata mimi nampa hiyo Strasbourg. Mimi kwangu niko Rayo Vallecano. Haya, tumbakisha mechi moja. Maana Freiburg alikuwa anapiga na Braga. Braga. Sasa mimi Freiburg ilipigwa bao 2-1. Tena walipigwa comeback. Freiburg
Freiburg finali na Aston Villa. Hiyo muandike chini. Freiburg inapiga finali na Aston Villa. Hiyo muandike chini, mtakuja kuniambia baada ya kutinga finali. Kwa upande wangu pia nakuunga mkono. Freiburg itapiga Braga leo na qualify finali kucheza dhidi ya Nottingham Forest. Na Forest watabeba Europa League. So kingine unasema Forest inapiga Aston Villa leo. Inapiga leo Aston Villa. Okay, nataka tufanye hivi. Unahisi nani anabeba Champions League? Piga summary tushoki. PSG. Aliyebeba msimu jana ambaye ni bigwa mtetezi. Anabeba hiyo kitu tena. Mimi tamaa yangu kubwa. Ningetaka bwana Champions League kuja London. Lakini sasa nani atabeba? Nani atachukua hiyo kikombe? Wacha Ufaransa tu wachukue, ni sawa. Unauliza nani atabeba? Ujue nani kwa finali kutoka London. Nani atabeba kule? Mmoja kwa finali. Hamna. Wacha bwana Strasbourg achukue. Wacha PSG wabebe kile kitu. Wacha achukue ende nayo. Unajua itakuwa mbaya sana ukiangalia Dembele last season alisaidia PSG akabeba hiyo UEFA Champions League. Na akakuwa pia Ballon d'Or winner. So itakuwa mbaya sana akikosa kubeba ikombe hii msimu. Ballon d'Or, unajua kwanza kumbuka iwapo atabeba Champions League na tayari huenda akabeba ligi yao ya nyumbani ya Ufaransa ambayo huenda akabeba World Cup. Na huenda angalia ni msimu wa World Cup, tumeingia kwenye World Cup tayari. Akibeba World Cup na wana uwezo, maana wachezaji wazuri, wana uwezo wa kubeba tena. Maana wamefika finali back to back. Na wakabeba, ingine wakapoteza. Beba dhidi ya mwana Croatia, akapigwa dhidi ya mwana Argentina, na atakuwa anaingia finali dhidi ya mwana Argentina tena. Watu wa Messi tunafika finali tena. Na Messi huenda akachukua hii kitu. Lakini kama ama iwapo PSG atabeba, itakuwa plus kwa Dembele. Itakuwa plus kubwa sana. Na atajituma sana kwenye World Cup, angalau abebe, maana World Cup inaanza mwezi wa 6. We are just counting weeks. Sasa tumekubaliana kwa neno moja hadi na shabiki wale ambao utaweka comment ya kwako kwamba UEFA Champions League inaenda Ufaransa. Tunarudi kwa Europa League. Europa League mnaonaje? Nilikuwa nishamaliza yangu. Nottingham Forest all the way. Kwa Europa naona pale za kibeba. Aston Villa Aston Villa. Na unajua itakuwa basi sana ukiangalia Aston Villa msimu jana na msimu ligi ya Uingereza inaanza vizuri sana. Inakuwa kwa top 3. Lakini msimu ikienda kuisha sijui nini wanafanyika. Wanatepetea. Wanaanza tu. Huyo ndio Unai ambaye tulimjua akiwa Arsenal. Anaanza vizuri anatepetea. Inakuwa hivi. Ukiona Unai wanauza important players, anaacha players ambao zimsaidia. Aliuza Malen akampeleka kule Roma. Anacheza mchezo mzuri. Sijui mbona alikuwa anamuuza, haina sababu. Alimpeleka loan by the way. Haina sababu. Lakini nakwambia kwamba Aston Villa atakuwa anapiga finali dhidi ya Man Freiburg. Na Aston Villa na ukiangalia analeta London. Ukiangalia Nottingham Forest ni ambao unasema. Nottingham Forest tena maachilia wachezaji wengi sana bwana. Ukiangalia Nottingham Forest na last season si Nottingham Forest ambao tunajua msimu. Ukiangalia wakinelanga wakiwa ndani. Tulikuwa ukienda kwa msitu unajua tunaenda kunyonga huko. Angalia timu kubwa last season zilipigiwa huko kwa msitu sana. Zote. Karibu zote. Lakini sasa ukiangalia season bwana Forest si Chelsea ilipiga yote. Bwana Nottingham Forest wanatoa ndani. Aston Villa full time score 2-0. Aggregate score 2-1. Aston Villa Freiburg finali. Alafu Aston Villa inaleta kitu Uingereza. Kwa mwekezaji leo prediction yangu Nottingham Forest 1, Aston Villa 1, Forest final. Mimi na nikiga unasemaje? Aston Villa mpe kichwa. Sisema ati exact goals. Wewe mpe tu kichwa na utulie. Haya hapo Palace kichwa. Palace anampiga Shakhtar Donetsk tena. Lakini naisi kwamba Palace Shakhtar Donetsk mie draw. Mpe Palace yashinda ama draw kuwa safe. Palace yashinde ama apate sare. Alafu mwana Strasbourg usidanganye na draw. Strasbourg anamlaza wanamhitaji mungwana mpinzani. Rayo Vallecano. Analazwa mabao zaidi ya mawili. Eka Strasbourg over 1.5 na atakuwa na fuzu moja kwa moja kwenye finali. Mwisho wa siku Strasbourg mabingwa wa Conference, Crystal Palace mabingwa wa Europa Strasbourg mabingwa wa Conference. Alafu Europa League na mabingwa ni Aston Villa, alafu Champions League wacha Wafaransa wachukue. Ushamaliza. Haya bana, siku zote presenter kwa Zanzibar, jembe la spoti nambari 7 mgongoni. Nimekuwa wako Owen Kemei. Nami kila mara wananiita Papa Ida mwana sport hapa. Shabiki mkubwa wa Manchester, wacha kidunde kispoti. Kesho tupatane kwenye EPL. Tupo papa hapa tu. Safi. Inshallah.